Hey wadau, hope mko sawa, mambo inawapeleka vizuri. Mambo imezidi kuchacha, mambo imezidi kuwaka moto. Sasa tunazidi kuombea tu huyu msichana azidi kuulini, Mungu azidi kumpigania kwenye hapa, at least haki itendeke, asiuliwe, wahusika ndio washikwe. Sana yeye alibebeshwa mzigo yenye sio yake. Unaona? Unaenda tu mahali unapewa mzigo, shika hii, na unasonga naye na wewe hata uelewi. Na sasa mzigo, mashida zinakulalia wewe. So story ndio hii inasemekana hivi. Nilikuwa nikisikia mahali interview fulani hapo ya msichana ya mtu fulani akihoji mtu. So inasemekana msichana akitoka nyumbani akikuja, yeye aliambiwa wazazi wake anaenda wapi? Kazi Saudia. Ampata kazi Saudi Arabia. Sasa huyo agent wake akampea 100,000 kwanza. Unaelewa? Ni kama alikuwa anajua kenye inaendelea, akapea ndio aache familia yake 100,000. Mama yake akafanya shopping kila kitu, akamtrai kuja Saudi Arabia. Sasa si unajua anachia watoto pesa na mama yake. Alafu huyo same agent akakuja na yeye. Sasa siku yenye kila kitu ilitokelezea, akampigia simu, akakuja na yeye. Kulikuwa na hiyo bag ilikuwa na hizo yenye bebe hizo madawa. Wakaenda studio akabuy bag nyingine mpya, wakachange. So kuchange ikakuwa wakakuja naye mpaka airport. Kufika airport ni kama hata watu wa airport wanajua juu of course kuja airport lazima usachiwe. Sasa nyinyi unapokuwa tukisachiwa unachukuliwa kila kitu, unaambiwa weke hapa, mara weka simu yako, mara tupeleka pale mbele, mara tutoa viatu, mara bag yako inasachiwa, vitu kama hizo. Yeye akufanywa vitu kama hiyo. Yeye bag yake ilipitishwa. Hiyo bag yenye ilikuwa na hizo vitu manini ikapitishwa. Yeye pia akakuja tu akapitishwa, akaingishwa kwa ndege. So ukisha kwa ndege akakuja akashuka, akashukiwa mali alishukia hapo Saudia, akaconnect na ndege ya kwenda sure. Yaani ilikuwa tu connection after kwa yeye akishuka hapa anashuka anaingia kwa hiyo. Hivyo tu ndio venye ilikuwa. So akapigia mamake simu, akafika huko hivyo. Alifika hivi kwa embassy ya Vietnam. Venye tu anaanza kusearch watu kama kawaida, akasearch bag yake. Tunajua tu watu wenye wanakuwa na nini zao zinakuwa secure, zao zinakuwa very tight. Hao watu weupe. Kusachiwa akapatikana bag yake, ikapatikana iko na madawa. Akashikwa immediately, hata hakungojea, akashikwa immediately. So akapotea tu kwa simu. Unaona sasa kupotea hiyo mwenye mtu unapotea kwa simu, hujulikani mali huko. So akakaa like, yani alikaa like almost 6 months. Apigange simu nyumbani, afanyange kitu yote, mtafuta kwa mitandao hapatikani, kila mahali hapatikani. So ikabidi afanye nini? Ikabidi siku moja akapigia, siku moja sijui aliomba simu, nasikia aliomba simu huko ndani huko kwenye alikuwa. Sasa ajulishe watu wa nyumbani, ajulishe watu wa Kenya na watu wa nyumbani mali yako. Na hii story ni historia, sasa hii ni story ya 1 year. Ati venye tu alipiga simu hivi nyumbani, akapigia mama yake simu, akamwambia mama yake, "Mom, nilishikwa, niko Vietnam police station, sasa hizi niko huko, nimefungiwa huko, nilipatikana na madawa ya kulevya." Mama yake alifaint, akashindwa, akapigwa na shock, akashindwa hadi kuongea. Mpaka sasa hivi mama yake aongeangi. Aya shosho yake mwenye alisikia story na ameambiwa anataka kunyongwa. Ilikuwa nyonge December. Ati vitu walisikia story hivyo, shosho yake alikufa immediately. Shosho yake yani alikufa, unasikia kukufa, yani alikufa, akazikwa, story kaisha hivyo. So mwenye shosho yake alikufa, sasa tunaona watu wa familia yake wamebaki hivyo, wajue watu wajue watasema nini, wamebaki hivyo, wameogopa hata kuongea. So tena juzi tena ndio tena akapiga simu nyumbani. Sasa mwenye alipiga simu nyumbani ndio ikabidi sasa mama yake, sasa ikakuwa ni maongezi bayana ya serikali ya huku na serikali ya Kenya. Serikali ya Kenya na serikali ya huko Vietnam wanaongea. So serikali ya Vietnam ikaambia Kenya waamue kitu ya kufanya. Juu sasa Kenya ina take long. Kenya wanaenda slow. Wachukue vitu serious. Unajua kitu kama si yako huwezi chukulia serious obvious. Kitu yenye si yako, hata kama ni dada yako ama ndugu yako, kuna venye uchukuliange tu serious. Unachukulianga tu ni kawaida. Yaani uifanyange bidii kama yako, unafanyia bidii.
So Vietnam wamekaa umeona hakuna kitu kinashughulika. Sasa ikabidi wakitoa wale watu wenye wanatoanga wale watu kwa wenye wamekaa hapo sana, wengine wanaachiliwa, wengine wanaenda kufanywa kwa wanafanywa kunyongwa hiyo. Ndio huyu akapatikana kwa hapo ndani kwa stories zako. Sasa ikabidi huyu aende nyongo juu, sasa patikana madawa ya kulevya na ni kwa nchi yao. Naelewa watu venye watu wanakuanga. Ikabidi wa nini? Ikabidi hao watu wapige tena simu Kenya. Sasa ikabidi huyu msichana apige simu kwanza nyumbani, na watu wa nyumbani wakashtuka, ndio kaanza sasa kutafuta msaada. Unaelewa? Wao kutafuta msaada. Na huyu msichana ikabidi pia yeye akaanza kupigia wale maagent wa sijui si yakustiwa, anapewa simu yake. Anza kupigia wale maagent wake nini, wale maagent wampigii au akiwapigia wachukui. Sasa anaona akakuwa stranded, akakuwa frustrated. Sasa akashindwa afanye nini. Sasa akamwambia mama yake neno ya mwisho. So akamwambia mama yake, "Mom, mimi mali nimefika, acha tu niende. Juu sasa hakuna venye naweza jisaidia na hakuna venye nitasaidia juu sasa hivi mama yake unajua ni mgonjwa. Mama yake pia haongeangi. Amepigwa na shock. Unaona? So mambo imekuwa mingi, msichana akashtuka, akashindwa sasa afanye nini. So ndio hiyo kitu sasa ndio kesa imekuja kalipuka saa hizi, na hii kitu ni ya 1 year ago, 1 year plus. Si hata 1 year peke yake, ni 1 year inaelekea 1 year and a half. Sasa sisi serikali ya Kenya ilikuwa inajua na serikali ya Vietnam ilikuwa inajua. Sasa ni venye tu iko imefikia huku, iko imetoka nje ijulikane kwa kila mtu. Sasa imejulikana kwa kila mtu, kuna msichana kwa Vietnam apatikana madawa ya kulevya. But mimi nashukuru sana, at least Uhuru aliingilia akaongea. But hata kuongea bado hakuna kitu imefanyika juu huyu msichana haizi yako kwa ni mbaya bado. Nikifuatilia stories za watu wenye za lakini chini zinasemekana bado serikali bado kuna vuta ni kuvute hapa kati yao serikali wawili wanavutana. Sasa sijui wanavutania nini na mtu na ni maisha ya mtu. Ndio afike mpaka avuke hizo nini zote aende huko. Kwa hiyo unataka kuniambia hao watu wote wako wanajua. Ni kitu inaeleweka. Alafu nasikia ni pesa poa sana angefaa kunini. Alafu niko naambia, alafu nasikia sana ni pesa poa sana nyeusi sana angefaa kunini. Hizo dawa yenye kwa mbeba hizo ni pesa mob sana. Nasikia ni 28 million. 28 million. Hizo dawa alikuwa amebeba hizo cocaine alikuwa amebeba patikana nazo. Ni dawa ni pesa mob sana. Na yeye alipewa tu only 100,000 akapeana nyumbani akikuja huku. Only hizo zingine sasa ilikuwa hizo dawa zikienda kuuzwa au wengine wachukue pesa zao. Sasa sijui angepewa ngapi. I feel sorry for her, but tuendelee kumuombea tu, unajua Mungu atafanya yake. Tuendelee tukuombea, wale tunaendelea kuombea, tuendelee kumuombea na kila kitu kitakuwa tu sawa. But mimi kitu inanishangaza ni venye alivuka hizo nini zote, hizo mivuko yote. Amevukaje? Akakuja embassy ya Saudia, akavukaje? Akatoka embassy ya nini ya nini ya Kenya huko kwote, akavukaje? Akafika mpaka huko. So hii ni kitu yenye hao watu wanajua. Watu wa embassy zote zinajua, embassy ya Kenya, embassy ya Saudia na embassy zote zinajua kitu yenye inaendelea. Cause hapana. Hakuna venye mtu anavuka huko kwote afike mpaka Vietnam na dawa. So unaona hiyo ni kitu yenye inawezekani. So kuna game ilikuwa inachezwa hapa na inachezwa na watu wengi, kuanzia kwa agent, kwa wenye wanafanya kazi kwa embassy, wote wanajua hao wenye wanafanya kazi ni kwa embassy ama ni kwa nini? Ni embassy. Ni kwa embassy ama hizi nini za Kenya. Hii nini? Hata Mike Sonko nimeona pia amejaribu pia kuongea hiyo story. Amesema anajaribu communicate na watu wako huko lakini imeshindikana. Hii pia ametry pia yeye kivyake venye anaweza. So saizi nini mbaki kwa president tu. Ndio saa ataamua. So tuendelee kumuombea.